Go ahead. Asante. Simama kwa miguu yako jameni. Kila mmoja simama kwa miguu yako, tukaribishe nabii, tulete nabii wa Mungu atuzungumzie. In the name of Jesus Christ. Pigia nabii makofi mazuri jameni. Piga makofi mazuri kwa nabii wa Mungu. Asante. Unaweza keti. Mungu awabariki. For the first time nimeongea kutoka kifo cha Bayo. Si kutaka kuongea. Nilitaka tu kunyamaza ndio Betty Bayo apate mazishi mazuri na ya heshima. Sema amen. Huyu mama unaona hapa amenizalia watoto wazuri wawili, na hata leo nikaondoka jina langu halitasaulika maana niko na watoto. So na celebrate maisha ya Betty Bayo. Tulijuana na Betty Bayo akiwa amekuja kuimba kanisa yangu. Mwenye alikuwa aje kuimba ni yule mwimbaji anasemaga anaitwa Tigana na Ado. I don't know anaitwa nani? Anaitwa? Tigana na Ado. Mutara ndiye alikuja kuimba. Na wakati Mutara alikuwa anapaswa kuja kuimba, hakuweza kukuja kuimba. Aka cancel. Kwa hivyo nikapata msichana anaitwa Pastor Rose. Akaniambia kuna msichana pia mwimbaji anaitwa Betty Bayo. Mimi sikuwa namjua. Mimi sikuwa fan wa Betty Bayo. So Betty Bayo akaja kanisani akaimba. Alipomaliza kuimba nilikuwa namlipa 30,000 nakumbuka. Akaniambia nimetoka. Nikamwambia uko wapi? Akaniambia niko kwa hoteli nyingine hapo Hilton Hotel. Nikamwambia nikutumie pesa zako. Akaniambia yeye unaweza nitumia. Nikajaribu kutuma pesa ikakataa kuingia. Sasa nikaamua nimpelekee cash. Nikampelekea Hilton. Mimi ni mtu napenda jokes sana. Na ndio maana watu wanga wananimisunderstand kwa sababu mimi ni mtu wa jokes, mchezo mwingi, nini, vitu kama hizo. Bayo na yeye alikuwa na mapressure alikuwa naye ya boyfriend yake wa hapo mbeleni ambaye namjua. Juu alikuwa amenyang'anywa pesa. Kwa hivyo nikaenda hapo nikampatia pesa. Alafu nikajoke na yeye, tukajoke. I think sio mimi alipenda jokes zangu. Akapenda jokes zile ambazo nilimjokia. Kiasi kwamba hata ilipofika nikampeleka mpaka kwao Kiambu. Hiyo siku mvua ikanyesha sana. Tukajaribu kwenda Kiambu ikashindikana kwa sababu ya mvua. Nikamwambia, kwani kwenyu jamu ni kubwa aje? Nikamwambia si tuende kwangu. Akasema sawa. Tukanyongoa gari. Tukaenda kulala kwangu. Lakini hakuna kitu iliendelea. Alilala mezani, nikalala bedroom. Sasa alafu asubuhi ilipofika akaenda kwao. Hiyo kesho ingine akaniita. Hiyo ingine akaniita na mimi nilikuwa sina mambo mengi. Kwa hivyo alikuwa akinipigia tu uko, namwambia niko home. Ni come, come, anakam. Na mimi namwambia uko mahali fulani. Sasa akawa ananiita. Mpaka tukawa marafiki, tukawa tunatembea pamoja kila mahali, everywhere. Mama yangu anapenda sana nioe. Kwa hivyo wakati mama aliniona na Betty Bayo akaniambia, "Ngai Kanyari, si uoe haka sichana na nikadogo." Akasema nioe. Nikaoa. Amen. Na nikakaa na Betty Bayo. Mpaka wakati skando ya 310 ilikuja ikatokea. Hapo ndio shida zilianzia. Pesa zangu za account zilifungwa na serikali, nikawa sina pesa. Watu wakaambiwa kama kuna mtu amenyang'anywa pesa aseme arudishiwe. Kwa hivyo pesa zikafungwa kwanza. Sasa baadaye tukakosana na Betty Bayo. Hatukukosana, yeye ndiye alitoka. Hakuna mahali Betty Bayo anaweza kusema nimewahi mpiga ama kumtusi. The reason why Betty Bayo alikuwa ni mtu anapenda mtu sana na mapenzi yake yote. Unajua mimi tukishaoana mimi siamini tushinde pamoja, naamini wewe enda kazi niende kazi, tukutane jioni. Lakini Bayo ni wale mshikane mikono mshinde hivi. Sasa mimi unajua mimi sina hiyo, sipendi hiyo. Mimi natakaga tumeoana, wewe ni bibi yangu, enda kazi na mimi niende kazi. So tukawa tumetengana, akaenda akaolewa. Nikaanza kutoka hiyo muda yote si kubadilisha majukumu yangu. Nikawa nasaidia watoto maana ni majukumu yangu. Na ningetaka kuambia wale wazee waliacha wamama na watoto wao, hata kama ulioa, hawa watoto ni wako.
saidia watoto wako. Mimi naenda kuona watoto wangu, naheshimu bwana ya Betibayo sana, Tash. I really respect that man. Alinichukulia mama na akanitunzia. Kulingana na mimi, kulingana na wewe pengine ni mbaya, lakini kwangu mimi I'm okay with that. Alichukua bibi yangu, amekaa na yeye, nimekuwa nikiona kwa social media wanacheka, wanafurahi, ni kumaanisha alimuweka vizuri. Sema amen. Watoto hawajawahi kuniambia ubaya wa Tash, hawajawahi kuniambia ubaya wa Betibayo. Kwa hivyo I support that family 100%. Ndio maana mimi siwezi kusimama niongee ubaya wa Tash. Hapana. Aruhusiwe azike bibi yake. Mimi nilikuwa bwana ya Betibayo, lakini leo kuna bwana wa Betibayo ambaye ni Tash. Mimi nilikuwa mbele, kwa sasa tupatie bwana yake heshima ya kutosha. Amen. Niko pale kwa ajili ya watoto na kwa ajili ya aliyekuwa mke wangu. Mimi hata nikawa na ex wa shule, nitaenda mazishi. I will go. Ni vile siku sana mtu mwingine, sina mtoto huko nje. Kama ningekuwa na mtoto, nitaenda hata bila mtoto, hata ex nitaenda mazishi. Na nitatangaza huyu ni ex wangu. Wale wanataka kukaa kanisa yangu watakaa, wale hawataki watatafuta kanisa lingine iko hapo kwa barabara. But mimi sitawahi kufa na siri zangu, no. Mimi mnanijua. I don't hide. Vile niko, hivyo ndivyo niko. Kwa hivyo watu wanauliza sana kwa mtandao, kwa nini Kanyari analia kuliko bwana ya Betibayo. Lazima nilie. Nalilishwa na kitu moja. Najua hawa watoto wangu hawatawahi ona mama yao tena. Na watakuwa wananiuliza, mama ako wapi? Chenye kinalilisha cha pili ni kujua ya kwamba msichana huyo ni mdogo sana kutuacha. Na katika traditional ya Waafrika, ama vile mama yangu aninilea, we don't celebrate death. Siwezi kusherehekea kifo. Mimi naweza kuambia mbele ya Mungu aliye hai, kutoka Betibayo akufe, mimi sikulangi. Siwezi kula chakula yezi ingia kwa tumbo. Kwanza nikimkumbuka, kama ni leo nimeenda kukunywa chai asubuhi, nikasoma social media hapo, nikakuwa nakumbuka Betibayo katika memory. I wish ungejua Betibayo. She was a very lovely girl. Betibayo alikuwa msichana mzuri. Aliniintroduce kwa bwana yake ambaye ni Tash. Aliniruhusu kuona watoto wangu vile nataka. Aliniruhusu nikae na watoto wangu vile nataka. Watoto wangu wanaitwa majina yangu. Sky Victor, mimi ni Victor Kanyari Mwangi. Danny Victor, baba yangu ni Duncan Mwangi. Wanaitwa majina yangu. Niko na birth certificate zao. Alikuwa ananipigia simu ananiambia, "Hello daddy. Peleka watoto hiyo shule, sijui shule inaitwaje hiyo. Wood Creek." Nikawapeleka. Nawapenda. Na pia sasa hata nikichukua watoto, bwana ya mama yao akiwa anataka kuwachukua, pia anawachukua. I have no problem with it. Na I don't want any war. Mimi siko tayari kupigana na mtu. Ile majukumu nilikuwa naye nitaendelea naye. Hata nitaizidisha mara 10. Jana nilikuwa kununua nyumba. Jana nimekuwa kununua nyumba Runda. Mahali mimi naishi ni huku kwa vichochoro. Mimi naishi huku kwa ghetto. Ama ghetto man. Mimi napenda watu. Hata Sky aliniuliza juzi, "Daddy, sasa tukikuja kwako tutaendelea kukaa na hawa watu?" Maana kwangu kuna watu zaidi ya 200. Na mkaka asubuhi naona watu. Na nimezoea kukaa na watu. Lakini Betibayo hakuwa anapenda sana kukaa na watu, na pia watoto wangu hawapendi sana hiyo kukaa na watu. Kwa hivyo jana nimekuwa Runda kutafuta nyumba ya kununua. Na nikapata, tulikuwa mimi na Chris na chairman na baby, na tukapata nyumba inauzwa 90 million. Yes. Na nikaambia hawa, hii nyumba ndio nitanunua. Iko mpaka na swimming pool. Nikamwambia hii nyumba iko na swimming pool. Yes. Akaniambia kuna nyumba nyingine tumeona ya 45 million. Nikamwambia no, nanunua hii ya 90 million. Yes. Watoto wangu watakuwa natoka hapo wanaenda wanaogelea. Yes. Sema amen.
Ndio maana mimi the reason why sijawahi oa, sijawahi pata msichana anakaa kama Betty Bayo. Wale wasichana napataga hapa ni wenda wazimu tu. Yes. Yes. Kweli nabii. Sijawahi pata msichana kwa hii kanisa akona akili timamu 100%. Yes. Wale wasichana wako kwa hii kanisa ni wasichana vichwa zao zimeenda Mathare. Yes. Maana mimi najua kuchunguza. Najua kuchunguza tabia ya msichana. Yes. Hakuna vile nitakuoa uje unitesee watoto. Kweli. Ama uje unitese mimi. Kweli. Hallelujah. Afadhali nikae peke yangu. Yes. Nitakaa peke yangu. Yes. Kutoka tuachane na Betty Bayo ni zaidi ya miaka 7. Yeah. Na niko peke yangu. Yes. I'm getting old. Lakini hata nikiseeka najuaga niko na watoto wawili mahali. So si lazima mimi naangalia au nataka nikuoe na zile vitu una post kwa TikTok unakaa kama kichwa yako ni mbaya. Zile vitu una post kwa Facebook inakaa kama kichwa yako ni mbaya. Ile mambo unaongea na mimi inakaa kama kichwa yako ni mbaya. Mtawajua kwa matendo yao. Hallelujah. Baby tulia na microphone. Maana I'm addressing the nation. Mtawajua kwa matendo yao. So kuna wasichana wengi sana hapa wanaweza shine na kanyari. Wewe jua mimi siko huko. Ni kucheza tu anacheza lakini mimi akili yangu haiko huko. Na iwezi kuwa mimi nakuonaga vile unaongea kwa TikTok. Naona vile unaongea kwa Facebook. Naona vile unaongea na watu. Kwa hivyo mimi nikiangalia naona anapima naona wewe kichwa yako ni mbaya. Kwa hivyo watu kwa social media wasiseme Tikanyana nataka kuoa fulani. Mimi sina mtu hata kwa akili yangu nimefikiria nitaoa hata mmoja. Na kwanza mimi I'm a good father. Walisema I'm a good but I'm not a good husband. I know myself. Sio kila mtu ameumbwa aoe. Brother yangu anapendana na bibi yake wanashikanaga mikono hivi kila asubuhi. Mimi najaribu kujilazimisha hiyo roho iniingie. Inakosa kuniingia. Maana kila mtu ana roho yenye inakuaga ndani yake. Semeni amen. Na sitaki kuona watu wanaingilia hiyo familia. Either watoto nitapewa, either sitapewa, Mungu ndiye anajua. God knows. I'll fight for the justice. But hatujakaa chini na Tash tukakosana. Hatujakaa chini na hiyo familia tukakosana. Sasa hii Betty Bayo akifufuka akuta tunapigania watoto, anaweza shangaa sana. Kwa hivyo kwa sasa mimi sipigani na mtu yoyote na sina ubaya na mtu yoyote na ninaenda maombolezo na nikilia kwa maombolezo niruhusiwe nilie kwa sababu huyo mama ndio alinizalia watoto wangu. Na nyinyi wazee mlizaa huko. Mlizaa huko. Mkaachana na watoto wenu. Shame on you. Mimi nasemaga I wish ningekuwa nimezaa hata kama sitakuwa nikuwe na wao tu akuwe wengi hapo. Ningekuwa sawa. Mimi sina issue na watoto. Endeni msaidie hao watoto hata kama ulioa mzungu. Enda usaidie hawa watoto. Haujui hawa watoto watakuwa nini kesho. Enda uwasaidie. Mimi natafuta hii pesa yote ya nini? Mimi naenda na Lexus. Sasa mtoto wangu asomeka shule ka 2,000. Saa hii hata nipigiwe simu niambiwe wamepata inaitwa nini kutembea, wameenda kutembea Amerika. Ninalipa, I pay. Nilikuwa naambia sekretari wangu anaitwa Baby, lipia watoto hiyo trip ya kwenda Amerika. Naye mama yao alikuwa ananipigia simu. Hata ingia kwa simu yangu saa hii nimemsave Mama Sky. Amenisave Baba Sky. Sema amina. Nani yako na mtoto nje ya ndoa hapa? Inua mkono wako juu. Chris uko na wangapi? Chris uko na watoto